marita ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo weke comment ya ororo. Konyora ogotero kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago. Genda sense moye message orige elieta skiza utigiribaga umata 761-9942 elioto megutia se namba 811. Genda ase ense moye message orige elieta skiza utigiribaga umata 761-9942 elioto me gutia se namba 811. Ndio tegero hiyo serio ndio. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Asante sana, karibu mpenzi mtazamaji tena AGR magazetini. Ingawaje leo tumechelewa kidogo, tunaomba radhi. Kwa majina ni Edwin Mokaya, niko na gazeti la The Standard, nenda moja kwa moja kukujulisha yale yaliyomo. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba leo ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka wa 2021. Pale ambapo tunakaribisha na tunakuambia kwamba uwe na mwezi mtukufu, mwezi mwema na usherekee mwezi huo wa mafanikio wanasema. Mwezi wa mafanikio. Tunakuambia kwamba mwezi huo mwezi ambao ni mzuri kwako. Mwezi mtazamaji, nina gazeti la Taifa leo na nitaenda kupitia yale ambayo yamejapishwa ama yamechapishwa katika gazeti hili zima. Na kwangu ni Fidelis O Moshore. Sawa mpenzi mtazamaji, ukurasa ni wa kwanza, gazeti ni la The Standard. Pengine niangazie ukurasa wa kwanza mbio kisha tuweze kujijuza yale yaliomo kwenye kurasa zingine vile vile na Taifa leo. Na ukurasa wa kwanza hapa ndo tunaangazia katika ukurasa wa kwanza ndo tunaangazia kwamba Raila pamoja na Uhuru hapa wamesema kwamba kidogo wao si wale ambao wana promote ama hawako ndio wana push hii mambo na BBI ama kesi ya BBI. Hayo ni katika ukurasa wa 4 na 5 ndo tunaenda kuangazia. Nikumbuke vile vile jana walisema stima iliwasumbua sana ikabidi wameadijon hiyo kesi. Vile vile ukurasa wa 8 hapa tunaangazia MPs made millions from FITIA's mileage claims. Tunaenda kuangazia katika ukurasa huu wa 8. Ukurasa wa 7 hapa ndo tunaona kuna yule prosecutor ambaye alikuwa anaitwa Karim Khan ambaye alikuwa amesema ametoka kwenye kesi ya Gisheru. Hayo ni katika ukurasa wa 7. Ukurasa wa 10 vile vile tunaangazia Matiang'i. Anasema kwamba uchaguzi wa mwaka ujao utakuwa sambamba, kwamba hakutakuwa na mapigano, hakutakuwa na fujo kabla na baada ya uchaguzi. Kwa hivyo anasema kwamba security iko tight, wameanza kujipanga kuhakikisha kwamba yote yanatendeka kwa namna iliyo nzuri zaidi. Ukurasa wa 14 hapa ndo tunaenda kuangazia vasectomy. Unajua vasectomy ni ambayo inahusisha mambo na wanawake pale na watoto. Naam. Lakini sielewi inamaanisha. Vasectomy ni ya wababa. Badala ya kwenda unajua wanawake wanaweza kuwa na mambo na depo nini mambo kama hayo wanawake kuna hiyo ya family planning. Lakini sasa hivi kuna hiyo vasectomy ya mwanaume. Unajua ya mwanaume. Wewe sasa unaifanya tu siri kidogo unakuja unapata kuna bibi yake amekuwa tena na mimba, inakuaje? Sasa hapo unajua wewe unanidanganya wewe. Ipo lakini wanasema kwamba kiwango cha wanaume ambao wanafanya vasectomy ni wachache sana na it is the safest. Na wanasema lakini kwanza hawajasema inakuaje, mbona ni wachache. Hiyo iko sawa. Naona kama hiyo iko sawa. Unaweza hiyo iko sawa. Ni njia mwafaka ambayo ni iko sawa. Tunaenda kuangazia hayo ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard. Nikiangalia gazeti langu la Taifa leo kuna yale ambayo tunafaa kuangazia. Taarifa ya kwanza anasema kwamba ni Tuju ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Jubilee amesema kwamba wale wakosoaji ama wale ambao wapo katika chama cha Jubilee bila wao kutarajia kuwa pale, wanasema kwamba waweze kuchitoa pale waingie katika vyama vingine ama vyama vyao.
Huu ni ukurasa wa 3. Ukiangazia ukurasa huu wa 6 ni shindano la insha. Katika ukurasa wa 2 kuna mawakili ambao waliweza kupinga vikali hatua ambayo mawakili wa majaji watano walikuwa wamesema kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaweza shtakiwa kwa kuingia katika kufanyia kadiwa marekebisho. Huo ni ukurasa wa 2. Ukurasa wa 4 unasema kwamba kuna wazee ambao wameapa kuwalaani viongozi ambao ni wachochezi. Katika ukurasa wa 2 pia tutaangazia wale wanawake ambao ni Waislamu ambao wamesema kwamba wanaweza ongoza koti sakafi. Kumbuka kwamba koti sakafi zina takriban majaji 36 Kenya mzima. Unajua koti sakafi ni zipi hizo? Zile ambazo zinazungumzia masuala ya Waislamu. Unajua Waislamu wana masuala yao. Muislamu akishikwa pale hapelewi katika koti ya kawaida. Kuna koti ambazo ni sakafi ambazo zinashughulika na masuala tu ya Kiislamu. Sasa kuna wanawake ambao wamejitoza pale, wamesema kwamba wanaweza endesha nyadhifa hizo za kuwa mahakimu ama mahakimu katika koti hizo za kadhi. Kumbuka kwamba kuna majaji 36 Kenya mzima katika koti hizo zote za kadhi. Hayo tu ndio tutaangazia katika gazeti hili la Taifa Leo. Ningeomba tukimbie madukani kidogo tu kisha nitarejea ukurasa wa kwanza, 2 gazeti la The Standard. Asante sana. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mahali hapa tunakufanyia kazi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident, gari imeletwa. Naomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 07288860 au 0790178686. Kabategere once pin na barigere ba Global Radio na bakwani dimbi ya more asa mareta ngo kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo beke comment ya ororo. Asante sana. Ukurasa wa kwanza, kunradhi, ukurasa wa 2 gazeti la The Standard. Hapo ndo tunaangazia historia kama kawaida ama taarifa ya miaka ambayo imepita. Na leo tunakuangazia ulingo wa siasa mwaka wa 1969, na hapa tunakuangazia aliyekuwa ni advocate lakini baadaye akawa mbunge ambaye anajulikana kama Samuel Kivuitu. Samuel Kivuitu alikuwa ni advocate, lakini mnamo mwaka 1969 katika uchaguzi mkuu akaweza kuteuliwa kama mbunge wa maeneo ya Parklands. Hapo ndiye alifanya kazi vyema zaidi, lakini baadaye watu wa maeneo hayo hawakumpa ile nafasi yeye kuendelea kama mbunge. Kwa mara ya pili hakuteuliwa. Kwa hivyo baadaye jinsi Kenya tuelekea uchaguzi wa mwaka 2022, kwa hivyo hatuwezi kosa kumkumbuka Samuel Kivuitu, manake kwa kazi ambayo alikuwa anaifanya hasa mwaka wa 2007. Hapa mwaka 2007 tunajua angawaje kura walikuwa nasema kidogo zilikuwa bungled, zilikuwa zimeibwa, lakini yeye alitia masikio yake nta, na alipoyatia nta kidogo ikakuwa kwamba ametangaza mshindi, alafu Mwai Kibaki akatangazwa kama mshindi, na baadaye tukaona kulikuwa na fujo, mauaji ya kikabila, watu kuuana hapa na pale. Kwa hivyo Samuel Kivuitu ngawaje miaka 8 hivi iliyopita aliweza kuiaga kutokana na ugonjwa wa saratani, bado anazidi kuwa katika kumbukumbu zetu
zetu sisi kama wananchi wa nchi ya Kenya. Ukurasa wa pili huo. Ukurasa wa tatu hapa ndo tunaangazia ni taarifa moja ya mwanamke mmoja ambaye anaitwa Margaret Gadhaga. Margaret Gadhaga alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa Marekani, ambaye alikuwa anaitwa Evans Gadhaga, ambaye alikuwa na miaka 35. Baadaye aliweza kugunduliwa kwamba alikuwa amekosekana. Kwa hivyo ripoti ikapigwa kwamba Evans alikuwa amepotea na haonekani, lakini baadaye mwili wake uliweza kupatikana kwenye mto mmoja akiwa amefariki. Sasa kitendo kilicho ama kilichosababisha hayo kutokea hakikuweza kubainika. Ingawaje hayo yalitendeka, sasa serikali ya Marekani imewapa familia ya Evans ambaye alipatikana mnamo Mei tarehe 25, wamewapa siku 5 ili waweze kuenda pale Marekani wakaweze kumzika mtoto wao. Manake mwili huo uko katika state mbaya zaidi, uweze safirishwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni shida kikuu kidogo, manake Margaret anasema kwamba kidogo the embassy pale Nairobi imemtamausha, manake haoni ikiwa kuna mafanikio yeye kupata visa vile kuenda pale Marekani. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inasikitisha zaidi na inatia simanzi, na mweza pata gazeti la kwako uweze kujisomea. Ukurasa wa 2 na 3 gazeti hili la The Standard. Sioni mimi itabidi niende kwa haraka kidogo ndipo tunaona ni yale yapi ama ni yapi yale ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti hili. Ukurasa wa 2 wanasema kwamba visa vya watoto kutekwa nyara ama kutoweka vimeongezeka mno. Hii ni baada ya takriban watoto wengi sana. Wanasema kwamba kuanzia mwezi wa March hadi Mei kuna watoto 61 ambao waliweza kuripotiwa kwamba wamepotea chini ya miezi miwili. Watoto hao waliweza kuripotiwa 33 waliweza kupatikana, huku 36 wakiwa bado hawajapatikana. Huu ni mwaka huu. Kuanzia mwezi wa Mei hadi March hadi Mei kuna watoto ambao walitoweka, lakini wakaweza kupatikana 33 na 36 bado hawajajulikana waliko. Wanasema kwamba tangu mwaka wa 2020 kuna watoto 242 ambao waliweza kutoweka, na watoto 18 ndio tu waliweza kutoweka bila kupatikana. Kuna watoto 107 ambao waliweza kupatikana ambao ni wavulana, na wengine 125 ambao waliweza kupatikana. Hao ni baadhi ya wale watoto ama vile visa ambavyo vilikuwa vimeangaziwa kuanzia mwaka wa 2020 hadi mwaka wa 2021. Kumbuka kwamba kuanzia mwaka wa 2016 hadi mwaka wa 2020 kuna watoto 780 ambao waliweza kutoweka, na baadhi yao wakaweza kupatikana. Huu ni ukurasa wa 2 na wanazungumzia visa hivyo vya watoto ambao wameweza kutoweka na kupatikana na utekaji nyara. Ukurasa wanasema kwamba kuna wale mawakili ambao waliweza kumtetea rais kwa kusema kwamba hawezi kamwe kushtakiwa kwa kile wanasema kwamba amejitoza katika kufanyia karibu marekebisho. Wanasema kwamba hafai kujiingiza katika masuala hayo kama yeye bado angali rais. Huo ni ukurasa huu wa 2. Wanasema kwamba kuna wanawake ambao ni Waislamu ambao wamejitoza na kusema kwamba wao wanaweza kujukumika na kufanya kazi kama hadhi, kama mawakili ama kama jaji katika court of kadhi. Kadhi ni ile koti ambayo inazungumza na masuala ambayo yanawahusu Waislamu. Wanawake wamesema kwamba wanawake wengi ambao ni wasomi ambao wanaweza kushikilia nyadhifa hizo. Kumbuka kwamba kadhi ama koti hizo za kadhi zina takriban majaji 36 ambao wanashughulika nchini Kenya kote. Kuna mawakili ama kuna majaji 36 katika koti hizo zote nchini za kadhi. Katika ukurasa huu wanasema kwamba Han ambaye aliyekuwa wakili wa naibu rais William Ruto katika mahakama kuu ya ICC anasema kwamba amejiondoa katika kesi ambayo inamhusisha Gisheru. Kumbuka kwamba Gisheru aliweza kuhusishwa na kesi ambayo inasemekana kwamba alikuwa amewaadaa wale ambao walikuwa washahidi waliokuwa wanashahidia mauaji ya mwaka wa 2007. Wanasema kwamba Gisheru, sasa kesi hiyo bwana Han ameweza kujiondoa pale. Sasa naibu wa Han ndiye atakayeshughulika na kesi hiyo. Wanasema kwamba katika ukurasa huu wa 2 pia wanasema kwamba wasomi wasaka kazi za mikono Uarabuni. Huu ni kama hii inatokana na
watu ama wa vijana ambao ni wa miaka 18 hadi 35. Nasema kwa vijana hao kutoka mkoa wa Nyanza wameweza kuchitoza ama kuchitokeza ili kutafuta kazi Uarabuni pale. Hii ni baada ya kuonesha bayana kwamba mkoa wa Nyanza kazi za wale vijana ambao ni wa miaka takriban 18 hadi 35 zimeweza kukosekana. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba katibu mkuu wa chama cha Jubilee Raphael Tuju sasa ameweza kusema bayana kwamba kuna wale viongozi ambao wamo pale katika chama hicho tawala waweze kuchitoa pale ili waunde vyama vyao. Inaonekana kwamba alikuwa anamzungumzia naibu rais William Samoei Ruto ambaye hivi majuzi ameweza kusema kwamba chama chake cha UDA ama United Democratic Alliance ndicho chama ambacho anaweza kutumia kama njia mbadala kuwania urais mwaka wa 2022. Sasa Tuju amewarai viongozi hao ikiwemo wale ambao ni watanga na wamo katika chama hicho cha Jubilee waweze kujitoa na kuingia katika chama chao cha UDA. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Shukran sana. Ukurasa wa 4 hapa ndo tunaangalia BBI. Naona kama kuna battle zaidi, kuna wale mawakili ambao wanaendelea kupinga uamuzi wa majaji 5 ambao walisema kwamba BBI haifai hapa nchini Kenya. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna wale wanasema kwamba kuhusiana na Otiende Amollo ambaye ni mbunge wa Rarieda aliweza kusema hapo jana kwamba Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na kinara ODM Raila Odinga hawako ama si wao wanaopush ama wanaopromote BBI isonge mbele, lakini yaliweza kutolewa pamoja na Dennis Waweru pamoja na Junet Mohamed ambaye ni mbunge wa Suna East. Kwa hivyo kusema kwamba kidogo ikiwa wale majaji waliweza kusema kwamba Raila pamoja na Uhuru wako mbele na ni hatia, ni kosa, manake BBI inasogeshwa mbele amenazidi kukuwa promoted na mbunge wa Suna East ambaye ni Junet Mohamed pamoja na Dennis Waweru ambaye alikuwa ni mbunge wa Dagoretti. Ni katika ukurasa huo bado tunapa rais ama wakili wa rais ambaye ni Waweru Gatonye ameweza kusema pale kwenye Court of Appeal kidogo kwamba the president was condemned and heard, kwamba yeye hakujihusisha yoyote kivyovyote vile na mfumo mzima wa BBI, lakini ni kama koti iliweza kumwekea makosa ambayo hakuwa ameyatenda. Ukurasa wa 5 vile vile hapa ndo tunaona bunge ya serikali ama bunge la serikali kuu linasema kwamba kidogo sema kwamba heri BBI iendelee na referendum uweze kufanywa ili wananchi waweze kuamua. Wameungana pamoja na ile bunge la seneti kusema kwamba kidogo BBI ama ile reggae, ile muziki wa reggae uweze kuendelezwa kidogo. Kwenye ukurasa huo vile vile naona kile tume ya IEBC hapo jana kupitia mawakili wake ambao ni Attorney General Githu Muigai na lawyers Eric Gumbo pamoja na Moses Kipugogei alisema kwamba kidogo tume hiyo ilikuwa imehalalisha zile sahihi kihalali kuhusiana ama kutokana na katiba ya Kenya. Kwa hivyo kusema kwamba kidogo kutiliwa shaka na vile vile kutiliwa makosa pamoja na wale majaji 5 ilikuwa ni kosa kubwa. Kwa hivyo ni hayo tu yanaendelea kwenye ukurasa huo wa 5 na 4 gazeti hili la The Standard. Ukurasa wa 4 na 5 ni habari za county pale ambapo wanasema kwamba kuna washukiwa ambao washtakiwa kwa wizi wa Brado na Roli shule na dereva wao. Kumbuka kwamba hapa ni katika sehemu ya Nyahururu. Kuna washukiwa ambao ni 3 ambao waliweza kushtakiwa kwa kuiba roli aina ya ama roli la shule ama gari ya shule na gari aina la Brado. Hawa walipelekwa pale mahakamani na waliweza kukana mashtaka hayo. Kuna wazee ambao ni kutoka katika kaunti ya Tana River ambao wamesema kwamba watawalaani wale viongozi ambao ni wachochezi, wale ambao wanachochea vita, matusi baina ya viongozi wengine, wanasema kwamba wataweza kuwalaani. Katika ukurasa huu pia kuna wakulima wa kahawa ambao wanaendelea kulilia kaunti ya Nyeri iwachunguze maafisa wa shirika hilo. Kaunti ya Nyeri polisi wachunguza kisa cha mwanaume kufariki katika lodging moja pale Narok. Katika ukurasa huu wa
5 wanasema kwamba ni habari za dunia. Kuna kampuni moja pale Msumbiji ama Mozambique ambayo ni kampuni inatengeza nyembe. Tunahitaji wembe kwa wingi. Nyembe. Sio nyembe. Kuna kampuni moja ambayo inatengeneza nyembe, kama unasema ni nyembe. Kuna kampuni moja sasa imeweza kuita wembe, niseme tu wembe. Imeweza kuita wembe huo ndio ndio unasema ni nyembe. Sijui unasema ni nyembe. Hiyo kampuni inaita wembe huo Al-Shabaab. Sasa raia katika njia ya Msumbiji na rais wamesema kwamba wembe huo upiwe marufuku. Sema kwamba haifai. Kumbuke Al-Shabaab ni kile kikosi ambacho ni hatari zaidi. Naam. Najua jina hilo Al-Shabaab umejua linamaanisha nini? Jina Al-Shabaab umejua linamaanisha nini? Sijajua. Jina lenyewe sijajua. Najua hilo ni jina la Kiarabu. Linamaanisha vijana. Vijana, yani Al-Shabaab inamaanisha vijana. Uko na uhakika? Na uhakika vizuri. Najua mimi najua Kiarabu kidogo. Al-Shabaab inamaanisha kijana ama vijana. Hilo ni kundi ambalo ni la vijana. Sasa kwa najua Somali pale kuna Waarabu wengi. Sasa wanasema kwamba kundi hilo la Al-Shabaab linamaanisha vijana. Yani ni kundi ambalo ni la vijana limekuja pamoja ili kuweza kuangamiza watu. Sasa wamesema kwamba wembe huo umeweza kupigwa marufuku pale Mozambique ama Msumbiji. Katika nchi ya South Korea kuna yule rais ambaye anajulikana kama Kim Jong-un. Kim Jong-un ni rais wa Korea ama South Korea ambaye sasa ameweza kuwavuta ama kuwasimamisha kazi ama kuwapiga kalamu viongozi wengi ambao ni wa chama tawala. Ameweza kuwapiga kalamu ama ukumbuke kwamba chama hicho ni chama cha Workers Party of Korea. Ameweza kuwapiga marufuku kwa kusema kwamba wao hawajui kupigana na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Ukurasa wa 6 ni kama kawaida ni jaribio la mtihani. Tutaangazia ukurasa wa 8 pale ambapo wanasema kwamba kuna vyama vya kisiasa viwe na ukomavu. Jua wamesema kwamba nowadays kila mwanasiasa ameanza kuunda chama chake. Na sasa hiyo haitaleta ile furaha ambayo ni anajua kila mtu akiwa na chama chake. Sasa itabidi uchaguzi hawezi kuwa hawezi kuwa mzuri yani. Sasa wanasema kwamba waunde vyama ambao ni vyama hata kama ni chama kimoja kiwe na umaarufu. Kila mtu aziwe anaona tu chama chake pale. Ndio wamezungumzia katika ukurasa huu wakisema kwamba wapiga kura wawe wakulaumiwa kwa kuchagua viongozi ambao ni duni ama wafisadi. Naona wamepiga, kuna picha ambayo imechapishwa huku, picha ya rais wa 3 Mwai Kibaki ambaye anasema kwamba akitafuta kura ama akifanya kampeni zake pale Ulaya. Wamesema kwamba wananchi ndio wanafaa kulaumiwa kwa kuwachagua viongozi ambao ni wafisadi. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 8 na 9. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaenda kuangazia ni kisa kimoja hapa ambacho kimekuwa kikitamba zaidi mitandaoni. Kuna mwanamume mmoja ambaye alikuwa anasafirisha mwili wa bibi yake aliyekuwa ameaga kutoka sehemu ya Malindi kwenda pale Meru. Huyu ilikuwa mwaka jana. Kutokana na kafyu ambayo ilikuwa imesitisha katikuli za kawaida kwamba hakuna kutoka kaunti moja hadi nyingine. Polisi waliweza kumshika jamaa huyu ambaye alikuwa anajulikana kama Charles Mwenda mwenye miaka 32 na kufukuza polisi wakarudisha wale mourners wenye walikuwa wametoka nao kutoka sehemu ya Malindi, wakawaambia warudi. Kwa hivyo ikabidi kwamba Charles Mwenda ameweza kulala kwenye kituo cha polisi pamoja na ile casket ama mwili wa bibi aliyekuwa ameaga. Kwa hivyo kisa hicho kiliweza kuzua mjadala zaidi na baadaye aliweza kwenda kotini kusue the government because of that. Lakini sasa kutokana na jaji alikuwa akihukumu kisa hicho aliweza kusema kwamba huyu aweze kufidiwa na shilingi milioni 1.5.
Ni hayo kwenye ukurasa huo wa 6. Ukurasa wa 7 natumai ulikuwa ushaangazia hayo kwamba Karimu Khan aliweza kujitoa kwenye kesi ile ya ICC ya Gisheru na kujitoa na kuachia huyu mwenye alikuwa amechukua usukani kutoka baada ya Fatou Bensouda, na vile vile Khan vile vile amejitoa kwenye kesi hiyo na kumwachia James Stewart aweze kuendelea na kesi hiyo. Mbali na hayo bado katika ukurasa huo wa 7 tunaangazia taarifa moja ambao polisi sasa hivi wameanza uchunguzi kuhusiana na wanaume 4 ambao waliweza kumshika mwanabiashara mmoja pale maeneo ya Nyeri na kutoroka naye. Walikuwa na gari aina ya Subaru na huyu jamaa mwenye akona Baba Shop pamoja na pale niseme ni Baba Shop alikuwa nayo pale maeneo ya alikuwa ametoka kwenye kazi yake, na vile vile kulikuwa na gari yake hapo parking hapo nje. Kwa hivyo ashamaliza siku na kuingia kwenye gari yake, ndio hao watu 4 waliweza kumfikia, wakamwambia fungue ule mlango wa dereva, lakini kidogo akakataa kwamba hawezi. Walibeba jiwe kubwa ili kumlazimisha, ikabidi amefungua. Ndivyo walimshika na kwenda kumtia kwa gari lao aina ya Subaru na wakatokomea. Hawajajulikana walipo hadi sasa hivi. Kutokana na bibi ambaye anaitwa Cecilia Wamaidha, anasema kwamba bwanake alikuwa na hiyo siku ya Jumatatu, kuna mtu alikuwa anampigia simu kwa nambari ya private. Anampigia kisha nakata. Anampigia akisema hello, ila nakata. Lakini baadaye ikakuwa hivi. Na vile anasema kwamba hakuwa na enemy, hakuwa na adui wale wanatajika like huyu ni adui wa bwana. Na vile vile kutokana na kisa hicho anasema kwamba hakuwa mtu mwenye ako devastated, kama mtu ameogopa, mtu ametishiwa. Kwa hivyo ni kisa ambacho polisi wanaendelea kuchunguza. Kwenye ukurasa huo bado tuna kuna yule aliyekuwa anaitwa ama niseme Mercy Karogo ameweza kujitoa kwenye National Examination Agency baada ya kuhudumu huko kwa miaka 6. Kutokana na hayo aliweza kuachia kazi mwenye anaitwa David Njengere ambaye alikuwa ameteuliwa hivi majuzi tu kama Chief Executive na waziri mkuu wa elimu ambaye ni George Magoha. Vile vile ikumbukwe kwamba Mercy Karogo alikuwa kwenye ile komiti ambayo ilihusishwa ilikuwa inamjumuisha Fred Matiang'i kwa wakati huo mwaka wa 2016 ili kuweza kujaribu kukab the irregularities za mitihani ya kitaifa. Ni kutokana na mwaka 2015 ambao uliona kwamba kulikuwa na kila mahali, kama mtihani wa KCSE unaona kuna televisheni, karatasi kama ni la kesho linafanywa leo na linapita kila mahali, kwa nauzwa kama njugu karanga. Kwa hivyo alishirikiana na Fred Matiang'i kuhakikisha kwamba ule usafi, ile sanity ya mitihani ingerejea tena vyema zaidi hapa nchini Kenya. Ni hayo tu kwenye ukurasa huu wa 6 na 7. Katika ukurasa wa 10 ni barua pale ambapo ningependa nianze kusoma ujumbe mfupi peke yake, nilikosa nienda kwa sababu sina muda. Ujumbe mfupi unasema kwamba mahakama ya juu nchini South Africa ama Afrika Kusini jana ilimhukumu kifungo cha miezi 15 gerezani aliyekuwa rais nchini humo kwa miaka 9 Jacob Zuma. Hii ni baada ya rais huyo aliyeng'atuliwa mamlakani mwaka wa 2018 kupatikana na hatia ya kukaidi amri ya kumtaka kufika kotini kuhojiwa kuhusiana na kashfa ya ufisadi. Hisia zako ni zipi kuhusu uamuzi huo? Je, Kenya inapaswa kuiga Afrika Kusini katika vita dhidi ya ufisadi? Ni swali nimekuulizia. Najua jana rais ambaye alikuwa amehudumu kwa miaka 9 pale South Africa, Jacob Zuma aliweza kushtakiwa na kuhukumiwa miezi 15 gerezani, mwaka mmoja na miezi 3 kwa sababu ya tuhuma za ufisadi na kukaidi amri ya kufika mahakamani. Sasa wanasema kwamba je, unaona ni wakati ambapo Kenya pia inafaa kuiga mifano hiyo? Yafaa, lakini kama rais ambaye alikuwa ametajwa kwa mfisadi ashtakiwe. Yafaa, lakini kidogo hapa nchini Kenya itakuwa ngumu kidogo. Bado ni miaka ya manake ukiangazia vizuri ni kama, kwa maoni yangu tu, ni kama wanasiasa wako juu ya sheria, waje hasili kuwa juu ya sheria. Naam, wako na influence zaidi hapa nchini kushinda hata mahakama. Kushinda hata mahakama wanasema. Naam. Kwa maoni yangu tu. Kwa hiyo ukurasa huu wa 12 ni kilimo tu. Tutaangazia kilimo. Kuna huyu
mkulima ambaye anashughulika na matunda damu. Matunda damu ni yale matunda ambayo unasema kwamba yanaongeza damu mwilini. Unasema kwamba alikuwa anapokea shilingi takriban 1375 kama ugonjwa wa COVID-19 uko umefika mjini. Kuna mama ambaye anakuwa ama amekuwa akilima, ambaye amekuwa mkulima wa ndizi. Kuna ukurasa wa 14 unazungumzia yule ambaye ni mkulima wa viazi. Anasema kama unataka kuanza ukulima wa viazi, shughulika na mbegu ya True Potato. Katika ukurasa wa 15 ukiwa na ukurasa ama ukiwa ni ukurasa wa mwisho, wanasema kwamba ni sport. Pale wanasema mjujo wa riadha za dunia za U20 za ngoa nanga Kasarani. Kumbuka kwamba kuna yule mkuu ama afisa mkuu mtendaji wa Ole Serena Hotel ambaye anajulikana kama Gulam Samdai. Wanasema kwamba FKF yadaiwa milioni na klabu ya kinarara. Wanasema kwamba katika kaunti ya Nairobi kuna Mkenya kuruka juu Olimpiki ijayo. Kilipo nasema kwamba Kilifi Ladies ya sajili 8 kuimarisha kikosi. Kuna wale wanasema kwamba Madagascar yatua kwa Paths Cup, Nairobi Obili Chilimo kutifua Diamond. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yameangaziwa kusema kwamba Tusker ndio watawakilisha Kenya katika dimba la CAF. Hayo tu ndio yalikuwa yameangaziwa katika gazeti hili, hasa katika gazeti la nyuma katika sehemu ya sport. Kumbuka kwamba kulikuwa na bajeti. Najua kuna wale ambao hawajui vile ambavyo bajeti ya mwaka wa 2021 na 2022 ilivyogawanywa. Kuna mfano hapa, sijui utapata madukani, lakini nikigia gesi hii unaipata bure. Unaweza pata ili gazeti ndogo uweze kuona vile ambavyo gazeti ama bajeti ya mwaka wa 2021 2022 ilivyogawa. Kumbuka kwamba ilikuwa imechukua trilioni 3.3. Hizo ndizo zilikuwa fedha ambazo zilikuwa zimetengwa kwa bajeti ya mwaka huu na mwaka ujao. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Hadi wakati mwingine ama katika mpango mzima wa Zaidi Umotaka tutakutana pale. Na moja kwa moja niangazia haya hivi. Naona hapa ukurasa wa 10, naona naitwa Fred Matiang Interior CS anasema kwamba kidogo mwaka 2022 uchaguzi mkuu utakuwa uchaguzi mwenye peace na amani. Kutakuwa na amani, upendo, na vile vile hakutakuwa na fujo kabla na baada ya uchaguzi. Hayo ni kutokana na kikao waliokuwa nacho. Nitakuti yale ambao siasa alisema hapo jana. Anasema kwamba we have sufficient laws and solid institutions ready to work collaboratively with other organizations to ensure that we go through this period peacefully. Kwa hivyo aliweza kuhakikisha Wakenya kwamba yote yatakuwa sawa, na kwamba kutakuwa na vifo, kutakuwa na fujo, kutakuwa na hate speech in the campaigns, kwamba serikali, lakini vile vile mimi ningeomba tu wasitumie fujo sana. Unajua siku hizi polisi kidogo wanatumia nguvu zaidi kadri ya inastahili. Polisi wanatumiwa vibaya. Polisi wanatumia nguvu. Wanatumia vibaya. Naam. Sababu wao wanafuata orders. Alafu ukurasa wa 10 vile vile, lakini hata kama unapewa orders na pia kama wewe ni polisi wajua kuna kiwango fulani unafika kidogo unaona umezidi. You have been told shoot to kill. You must adhere to that. Yeah, shoot to kill. Okay, hata kama si shoot to kill, kuna ile umeona tu watu wamekiuka hizo amri, lakini kuna venye watu wanapigwa design fulani naona haifai. Na mkurasa huo ni kama yale yaliyotokea pale Rioma, ambao kuna msichana wa miaka 16 aliweza kuuawa kutokana na risasi. Ile haikufaa. It was not necessary. Naam, vile vile kwenye ukurasa huo wa 10 KEMSA imeweza kujisanifisha, jina lake limeweza kusanifishwa ingawaje serikali imefail. Vile vile KEMSA imefail ku-unmask the COVID-19 millionaires. Vile vile ikumbuke kutokana na gazeti la jana tulilosoma hapa kidogo, IMF imesema kwamba lazima Kenya iweze kutambua the COVID-19 millionaires ndiposa waweze kupata ule mkopo wa shilingi bilioni 256. Lakini kwa hayo kutokana na gazeti hili anasema kwamba kidogo hawakuweza kuchimbua na kutoa siri za COVID millionaires kwamba ni akina nani.
Kurasa wa 12 vile vile hapa ndo tunaangazia kisa cha Omar Lali pamoja na ule msichana wa Keroche. Tunajua hiyo story ilikuwa imetamba sana baada ya Omar Lali kuachiliwa. Vile vile alionekana na msichana mwingine kipusa mrembo zaidi. Yana alikuwa ametamba sana pale mtandaoni Twitter. Watu wanasema kwamba Omar, show us your ways master. Omar si mzee sana. Ni mzee, na vile vile ndio hiyo naona hapa kuna Tabitha Karanja ambaye ni sister yake mwenda zake, anasema kwamba this was very suspicious given that Omar was older than Tekra was very young. It could have been vice versa for him to send her money. Ajua alikuwa anampa mihela pesa nyingi zaidi. Vile vile huo mwezi jinsi alienda kufa kutokana na kifo chake ambacho kilikuwa kidogo controversial. Inasemekana kwamba alikuwa huyu Lali alikuwa amepokea mihela, alikuwa amepokea pesa nyingi zaidi kutoka kwa huyu mwanadada. Aliweza kufungwa lakini baadaye aliweza kuachilia. Ukurasa wa 12 huu utaweza jisomea ukipata gazeti la kwako. Ukurasa wa 14 hapa ndo tunaangazia men shun vasectomy. Wanaume kidogo wameanza wataki mambo na vasectomy kidogo, manake ni 3% ya wanaume ambao wanatumia vasectomy. Wanasema kwamba mambo haya ama vasectomy ilianza mwaka 1976 lakini kidogo huku upasuaji walikuwa wanatumia kisu. 1976 ilianza na iliweza kufanyika pale Kaimosi in Vihiga na vile vile pale Nyeri, baadaye ikaweza kufanyika hapa Kisii. Lakini wanasema kwamba sasa hivi kutokana na teknolojia ya Kichina sasa hivi inafanyika kwa njia njema zaidi. Kuna mmoja hapa ambaye ameweza kuifanya ambaye anajiita kama Charles Ochieng, anasema kwamba kidogo yeye aliona kwamba bibie ngawaje kuna zile njia nyingi za kupanga uzazi kama pills, kuna depo, kuna implants, kuna intrauterine devices na ilikuwa na side effects nyingi zaidi. Kwa hivyo akaona ni vyema aweze kufanya vasectomy ili pengine aweze kupanga uzazi. Na anasema ni njia nzuri zaidi, lakini sijui mbona Wakenya hawajaiendea sana, lakini niliona huo unaisifia sana, ni kama wakati ikifika naona huko Masi ana smile kutokana na neno hilo. Bila vile unajua vasectomy sijui kama kuna side effects. Pengine tupate mtu mwenye akona atupasha tuambie side effects za vasectomy. Unajua na vile vile wanaume wengi niliona mtandaoni kuna mwanaume alienda akafanya vasectomy. Chini ya maji tu, bibi yake hakujua. Baadaye bibi yake anakuja surprise, najua we expecting another. Kumbe tunaanza hapa sasa, na mama anaingia, unaanza kukimbia DNA kuhakikisha kwamba wengine bado ni wako. Ikifikia hapo najua hasira, mambo mengi yakifanyika unaanza kusema hata wengine na washuku, kuna uwezekano kuna si wangu, acha nipate ukweli wa mama. Naam, hayo ni katika ukurasa huo wa 14. 15 hapa wanaangazia interns. Anasema kwamba ni vyema interns waanze kuwa wanalipwa wale wanafanya internship, wale wanafunzi. Na vile vile mwisho hapa ndo tunaangazia is TSC justified to reject teachers pay demand. Ni swali tu wanauliza ikiwa ile tume ya Teacher Service Commission kama ni vyema ikukataa ama kutaka walimu kulipwa mihela. Kuna mawazo tofauti, sijui maoni ya kwako ni yapi. Ni hayo tu kwenye ukurasa huo wa 17. Kama kawaida tunajua ni maoni. Gazeti hili ni la The Standard na nashukuru zaidi kwa kuungana pamoja nasi tangia tuanze hadi sasa hivi. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Mokaya. Na vile vile ukumbuke haya ni maoni ya kwetu tu. Vile vile ni maoni yangu kama Edwin Mokaya, vile vile ni maoni ya Videlis Mochoge. Kwa hivyo pata gazeti la kwako, jisomee. Barikiwa. Zitaina